the glory and honor. Thank you, Jesus. Thank you for saving her. Thank you for setting her free. In the name of Jesus Christ we pray. Together, njoo mbele. Unapotaka ujazwe, ni wakati wa kujazwa. Hallelujah. Ya maisha yako na ili kubadilisha. Otherwise, we thank you so much, our dear sister. Thank you for allowing the Spirit of God to use you, and thank you very much. Siku moja nitafika
Shangilia Yesu. Hallelujah.
Hakuna waku fanana na Yesu, hakuna waku fanana nawe, hakuna waku fanana na Yesu, hakuna waku fanana nawe. And we want to declare that this is a holy ground. We worship you, Lord, in the beauty of your presence, oh God. We want to welcome your presence, oh God, the presence of your Holy Spirit. We pray the Holy Spirit, you may reign in this place. Reign with power. Reign in this place. We welcome the Holy Spirit of God. Oh Lord God Almighty. Let us not get tired. That we will worship you, Lord. We will lift your name high, oh God. Father, you are worthy. Worship the Lord in this place. Come on, open your mouth and worship the Lord. We honor you, dear Lord. We bless your holy name, O God. Receive all the praises, O God. Open your mouth and worship the Lord. Open your mouth and worship the Lord. Tell him that he is worthy. Tell him that he is righteous. Tell him that he is great. He is great in all his ways. Lord, you're great in all your ways, Lord. We lift your name high, oh God. We lift your name high, oh God. Man, and you're in a cool. Let's worry let's worry about your way, your mother. You're worthy, oh God. We exalt your name, my Father, this evening. You are so gracious to us, Lord. Come on, let's go before the Lord. Let's go before the Lord and welcome him into this service tonight. That God is going to move with us. That the Spirit of God is going to move with us. That God is going to move with us in a special way. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Ni nani
kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, oh Mwenyezi kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna ni nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, Mwenyezi kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe, nakupenda ni nani, nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe, nakupenda ni nani, nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe, nakupenda ni nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, oh Mwenyezi kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, Baba pokea sifa, Baba pokea sifa, Baba Jehova Rafa, Baba pokea sifa, Baba Baba pokea sifa, Baba pokea sifa. Let's go before the Lord and lift our voices tonight and welcome the presence of God in our midst tonight. Let us go before the Lord and call upon the power of God to be with us as we start the service and as we move on with the service. That the Spirit of God will move with us. That we are going to meet God at our point of need, because He is so gracious to us today and He has given us this afternoon that we can come before Him and we can come in the presence of His power, that we can come before Him and that we can worship God in truth and in spirit. So let's go before the Lord and worship and call upon the Spirit of God to move with us, and the Spirit of God to move with us, and God to lead us in everything, and God to lead us in everything we are doing, because hakuna wa kufanana na yeye. Yeye ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwaminifu. Ukamwathani witu, Baba yetu, come Baba, kuja Baba yetu, kaa na sisi because of the mercy of your Son Jesus Christ. We worship you, Jehovah. We worship you, Father. We worship your name, God, this afternoon. We say you are the one who is presence of the Holy Spirit in our midst. That we call upon the Spirit of God to be with us. That God is going to speak to us.
that God is going to walk with us. Thank you, Father, because you're so gracious to us, Lord. We worship your name. Thank you, Father, because you're with us, Lord. In Jesus' name, we worship you, Lord. We worship you, Jehovah God. You are worthy. You are worthy, Jehovah God, in the name of the Father. Thank you, because you are Akibariki Yesu amebariki. Hakuna wakufanana nawe. Akisema ndio, amesema ndio. Hakuna wakufanana nawe. Hakuna wakufanana na Yesu. Akisema ndio, amesema ndio. Wewe wabariki Baba, wewe wabariki Yesu, wewe wabariki Baba. Baba, wewe ni muweza, wewe ni muweza Baba. Oh, akisema ndio, amesema ndio. Hakuna wakufanana. Oh, akikubariki, amekubariki Baba.
the Lord and worship him one more time, because he deserves all the honor, all the glory. He is our God, and we say he is the God who is keeping us here tonight. He is the God whom we've come to worship, and we expect to hear from the Lord tonight. Let us go before the Lord and worship him for who he is, because he's so gracious to us, and he's God who leads us and leads his people. He is our God, and we worship his name tonight, and we call upon the name of the Lord to move with us in a very special way, and for God to lead us in a special way today. Let us pray for God's grace to fill this place, the Spirit of God to walk in this place, that we don't go the same again, that we don't be the same again in the presence of God, that we don't go home the same as we came, because God is so gracious and God is loving, because God is so gracious and God is leading us in the name of Jesus. We give you glory, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Heri wamtumainio Bwana, maana watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, heri wamtumainio Bwana, oh, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, wamama wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, heri wamtumainio Bwana, hallelujah, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, heri wamtumainio Bwana, hallelujah, Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, heri tumtumainio Bwana, hallelujah, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Oh, heri tumtumainio Bwana, hallelujah, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, hallelujah, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Chukua dakika moja tu, enda mbele za mwambia Mungu kitu. Ambia Mungu kitu siku ya leo. Just tell God something. Ambia Mungu kitu siku ya leo. Ambia Mungu kitu siku ya leo. Let your grace move, Lord, in Jesus' name, Lord. Thank you, Father, because of your goodness, Lord. Pokea sifa na utukufu na heshima leo. Lord, we worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Heavenly Father. Thank you, our Father and our God. We magnify thee. Blessed are those who bless your heart, our Father and our God. And with the psalmist, we lift up our voices, Jehovah God, and say, bless the Lord, O my soul, and all that is in it. We bless you, we magnify thee, our Father. This evening, Father, we are coming before you as a congregation and individually, Father, to magnify your holy name.
We worship you for who you are, Father, in our lives, Jehovah God, and that, Father, what you continue to do to us every other day, Jehovah God. We thank you, Jehovah God, Father, for life, salvation, and your deliverance and your breakthrough. We thank you, Jehovah God, for the paths daily, Jehovah God, you have us pass and tread through, Jehovah God. And you told us, Father, when we believe in thee, Jehovah God, we shall, Father, step on serpents, Jehovah God, and they shall never harm us. Indeed, we have seen your hand, Jehovah God, upon our lives, Jehovah God, in this America. We glorify thee, we magnify thee, we worship you. We worship you, Jehovah God, from the very depth of our hearts this evening. And our desire is this, our Father and our God. Speak to us as you would this evening. Come, Lord, for you know where each one of us stand. Minister to us. We thank you for your servants, Jehovah God, who shall minister in one way or the other. Even as we bless you, Jehovah God, for the worship team that has led us so well. Bless them, Jehovah God, individually, their homes, their ministries, Jehovah God, and all that they do here. And tonight, Father, we are just humbled by your presence. Holy Spirit of God, come down. Infill our hearts, infill our souls, infill our minds, so that we shall hear you. Niwega gai ni todo turaga we gai tene na tene ni toa kogada ni toa kunene hia. Ni toa gotea ni todo we ithe witu ni weri angiro litu muthamaki haria tukaga tukehitha na andu itige tuona. We desire this hiding place, our refuge. And because you know, Father, we have learned, Jehovah God, and we have not found a hiding place other than thee. Hide us as ego, Jehovah God, covers, Jehovah God, its young ones under your wings. Minister grace to us. Minister your healing to us. Minister your breakthrough to us, Jehovah God. And Father, as you do this, may our hearts, Jehovah God, turn to thee. In a cleansing, Jehovah God, we have not, Father, experienced there before. Cleanse our minds, cleanse our ways, Jehovah God, for we repent, Father, for none of us, Jehovah God, has walked upon your path. Cleanse us through and through. Our minds are looking unto thee, Jehovah God. Your servants, Jehovah God, are here. We desire to hear your voice. As we hear your voice, Jehovah God, minister to the minister of what is evening. Start with us. We magnify thee, we worship you. Nitoagotea, nitoakunenehia, nitoakuabaralia ithe witu. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Asanteni sana, tunaweza keti. Thank you so much, praise team. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku nyingine njema tumeweza kuwa hapa mchana wa leo katika taifa hili la Amerika. Nakumbuka mara mwisho tulikuwa hapa ilikuwa siku ya COVID. Time ya COVID tulikuwa hapo kwa hema. Hakukuwa mtu alikuwa na, hata kanisa ilikuwa inaendwa. It was outside. Sasa tumekuja time nyingine. Na unaona tunaabudia nje. Kumbuka hizi zilikuanga Kenya huko. Diaspora, unajua Kenya ni diaspora. Ndio kuna kuanga na ibada kama ya outdoor evangelism. This is outdoor evangelism. Siku ya leo uliza your neighbor, are you expectant? Uliza your neighbor, are you expectant? Muulize kama ako expectant. Kwa sababu ukienda mjomba mtu akina maternity kama uko expectant, hata hao manasi wanaweza kuchapa. Kwa sababu ya nini? Unawasumbua. Siku bado. Na siku ya leo you are here because you are expectant. Unajua tunaweza kuwa tumekuaga Amerika, tunaombeaga ndani, maombi yetu iendagi.
Inaweza kuwa maombi yetu ilisikiwa wapi? Leo tuko nje, maombi iende wapi? One way. Amen. Uliza mwenzako kama ako tayari maombi yake iende one way. Leo inaenda one way. Inapita wapi? Ni kwa hema. Leo tuko kwa hema. Kumbuka kwa maandiko ilikuwa ni nini? Mtu akuwe na hema yake. Leo tuko wapi? My friend, hapa tuko kwa hema. Moses alikuwa na nini? Alikuwa anaenda kwa hema. Leo tuko kwa hema. Ambia Mungu, leo niko kwa hema. Leo niko kwa hema. Leo niko kwa hema Baba. Musa alikuwa anaingia kwa hema, wanachungulia Musa. Wanasema ameingia wapi? Kwa hema. Wacha niwaambie, inaweza kuwa kuna watu kwa zile manyumba wanasema wale wako kwa hema wanafanya nini? Watu walikuwa wanaona Musa anaingia kwa hema wanasema ule anaenda kufanya nini kwa hema? Leo uko kwa hema. Ambia Mungu niko kwa hema. Niko kwa hema. Ile umenielezea leo kwa hema yako, nikitoka hapo. Musa alikuwa toka kwa hema, watu walikuwa wanaweza kumuona. Alikuwa na shine. Amen. Ukitoka hapa shine. May the glory of God shine upon you tonight. May the glory of God shine upon you tonight. Ukitoka hapa kuna kwani usiku mtu akikuona anasema kwani stima imekuja. Si stima, ni wewe unaangaa. Amen. Ni wewe unafanya nini? Unaangaa. Musa alikuwa akitoka kwa hema anafanya nini? Au kwa na face Musa. Hata wewe ukitoka hapa leo, jiani anakuambia my friend. Hey, leo ni aje bwana. My friend, umejaa upako. Ukimwekela mkono hivi anakuambia kwani ulinichoma? Naambia hapana. Wewe unajua uko na nini? Uko na upako. Amen. Amen. Tapatia nafasi sasa my brother atupatie presentation. Kuna presentation kama 2 ndio brother Dan tukalika. Praise God, church. Amen. Amen. Hai, geukia aliye karibu na wewe, mpe I5 yangu. Mwambie waache kukaa kushtuka kwa kanisa. We are in the house of the Lord. Hallelujah. Ninaitwa Evangelist Dani Kioko. Nimeokoka, nampenda Yesu. Nimeimba wimbo unaitwa Muvango. Ambia mtu Muvango. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Hallelujah. Sometimes tunatokanga ni kama tumekwaswa na kitu na kingine, lakini Mungu ana mpango mwema na maisha yetu. Hallelujah. It's a song that niliimba, ninaipenda sana. It's a song yenye imenifanyia muujiza sana. Ndio ilinitoa kwetu Kitui. Kwetu kuna kuanga kugumu hakunyeshi. Bwana asifiwe. Lakini somebody akiwa hapa America akasikiza hiyo song, surprisingly alikuwa Mnigeria. Na akanialika Indiana. From 2018 nimekuwa nikija America, narudi Kenya, na Mungu amekuwa mwaminifu. Imagine kwa sababu ya Muvango, na ni mtu alisikiza, aisikii but aliniambia I love the tune. Hallelujah. Na this August, hii Saturday hiyo ingine, tunafanya lounge ya hiyo song hapa Urban Beyond Barriers Ministries. Si mtakuja tuzikwende Kikamba? Kwa sababu Yesu ana mpango. Hallelujah. Siwezi toka Ukambani niimbe kama mmeketi. Si tusimame tucheze kidogo tufurahie Bwana. You know it's all about praising God. Hallelujah. Yesu na Muvango. Ambia mtu hivyo. Yesu na Muvango. Ambia mtu tulia hapo saa hii, utapata Muvango yako. Niko hapa. Usiache kuongea na mtu. Ambia mtu leo napata Muvango yako. Yesu wa Muvango. Oh. Ambia DJ awache mchezo. Thank you. So let's sing Yesu na Muvango, hata kama uelewi polepole tu cheza kidogo kwa sababu Yesu ana mpango na maisha. Hallelujah. Bwana asifiwe. Munifungie mkono hivi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Naitwa Jane Lea na mimi ni Mokorino, nampenda Yesu. Nashukuru Mungu sana kwa mwaliko wa mara ya pili
kuwa hii makao ama hii kanisa ni yetu, ni ya Mungu. Tunashukuru Mungu. Kwa hivyo nitawaita mkuja hapa tuimbe na tutaimba wakati hitho ucauga Yesu ena mubango na miturire itu na nie nguga okati hitho okanioka rugamai tugoce Ngai tuge okati hitho to have volume Hallelujah.
Hallelujah. Bwana wabariki. I just Hallelujah. found this amazing hack that took my money. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha nikuambie. Hapo ndio unaweza changamukia. Amerika watu wanashindaga wakiwa kwa high five. Kuna highway inaitwa high five, wala juu high five. Watu wanakuwa tu wakienda, ujue wanaendaka tu na huko, wengine wanarudi na huko. Hata ujue wanaenda wapi, wanaendaka tu hivi. Ni kama nyuki kwa mzinga, wakitoka wakiru. Today we thank God. Amen. This place, if you're not happy today, I'm telling you, you'll never be happy in America again. Today is the day. Tell your neighbor, today is the day. Today is the day. Today is the day. Amen. Wacha nikuambie, ukiona nikiruka hapa, sasa nakumbukaga mchungaji alikuwa anaongea, nikumbuka pale mimi alinichomoa. Wacha niwaeleze, hata na hii niko nayo. Wewe venye utaniona hiyo ni yako. Venye mimi najua na Mungu wangu, my friend, it's me and my God. It's my business. Wewe ni others. Wewe ni ambia mwingine wewe ni others kwangu. You are others to me. You are others to me. Jirani yako sikuzuie ukose kufanya nini? Today is the day. Tulisema jana, today you must be opened. Mpaka uachiliwe. Minyororo mpaka itoke. Milango imefungika, ifunguke. Amen. Uko umekuja milango, ukirudi milango yako kama imefungika na ulikuja kama imefungwa. Mimi naona uko na kasoro. Wewe uko na kasoro. Wewe uko na kasoro. I'm telling you today, Mungu haendi na majority. Anaenda tu na wale kidogo wako submissive and ready. Wale kidogo wako submissive. He is a Lord, he is a God of minority, not majority. A heart that is yielded. A heart that is yielded. Siku ya leo kuna mtu unaona hapa atageuziwa mambo yake. Praise the name of the Lord. Iko mtu mambo yake itageuzwa siku ya leo. Nataka nipatie nafasi hii mtu akona ushuhuda. Mtu mmoja akona ushuhuda. Karibu. Uko na ushuhuda yako usifungie. Amen. Bwana Yesu Kristo, Reverend, wachungaji wote, kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina langu mimi ni Pastor Rahabu Wanjiru. Naona Mungu katika huu mkutano. Nimeona Bwana na macho. Amen. Mimi nilikuwa na asa, saa zingine nilikuwa, unaona hapa hivyo, nilikuwa nasikia uchungu, nilikuwa saa zingine nasikiria hivi na kunywa maziwa. Jana wacheni niwaambie, kutoka jana sisikii uchungu hata. Nimepona na nikapona kabisa kabisa. Na Mungu awabariki kanisa. Just amini tu. Nyinyi nyote mnajua Defora, Mama Karioki amekuwa ni rafiki yangu na ni mjirani yangu. Yeye alikuwa ameparalyze one side. Na pia kuna wakati aliniita kwa nyumba yake. Alikuwa amefura, hiyo mguu ilikuwa imefura, mkono ilikuwa imefura kutoka hapa. Nikamuombea, nikamuguza, nikamwambia tuamini. Wakati nilisikia hapa kuna mkutano, nikamwambia Mama Karioki, amini mkiwa na Karioki, tunaenda mkutano na mutapona na muamini. Saa hii Wakarioki mnamjua vizuri, tunaishi na yeye hapa Kristoni. Wakarioki anatembea. Juzi alikuwa amekaa pale, hata siku hizi akai chini watu wakiimba, anasimama. Na si tumeona Mungu. Hata tunagojeaga nini? Si tumeona Mungu na macho. Tukimuita atatuitika, atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Tuamini na Mungu atatenda mambo makubwa na ya ajabu katika hii madhabahu. Hii ni madhabahu ya Bwana. Usiseme ati hapa ni Anglikani. Hii ni madhabahu ya Yesu, na Yesu anafanyanga vile anataka. Ile mambo haiwezekani kwa mwanadamu, inawezekana kwa Mungu. Na hapa watu watafunguliwa mateka. Amen. Watu watapona. Amini tu na Mungu awabariki watu wa Mungu. Wende we walikuona Musa
we niwe wari na Danieli rĩrĩa rĩ irima rĩa mĩrũthi no kĩmũrathima kũmĩrathima. We niwe warĩ kuona Musa rĩrĩa wamũtũmire kũrĩa Misiri na akĩhota wara wothe wa Firaũni no gĩthereria Firaũni na mbatũ ciake. Twakũgoca Jesũ we Ngai tondũ woimire igũrũ Ngai nĩ ũndũ wa mehia maitũ Ngai nĩgetha tũkona muoyo we. Nĩ ũtũkenetie mũno Ngai nĩ gũtũhe kanitha wa St. Makie tũtongoretio nĩ andũrũ ũrĩa werĩire Peter atĩ nĩ ũkahe kanitha wa marigĩrĩrio Jesũ ũrĩa ũtakahotwo nĩkĩ nĩ hingo kinya cia kwa ngoma. Ũyũ nĩguo kanitha tũrona Debora agĩũka agathiĩ ekĩo njenga itwĩroreire ũyũ noguo kanitha Jesũ tũronire Esita witũ aikarĩte mĩaka 7 mĩeri 7 akĩhonio rita rĩmwe kanitha ũyũ. This is a wonderful church. Nĩngenete mũno nĩ gũkorwo kanitha-inĩ ũyũ niĩ ndoka gũkũ mĩaka ĩna mĩthiru kana ĩrarete mĩaka 5. The first man to talk is Andrew. Ngĩmwĩra niĩ nĩngũrĩrio nĩ Ngai atĩ kũrĩ ũndũ tũgwĩka na ndiramenya nĩ wĩra ũrĩkũ na ngĩambia kũmũtarĩria. Nĩ agĩthiĩ akona mũndũ tena kũgũrũ kĩkeho no mũthĩ ũyũ nĩguo arona nĩma igogo rĩa njĩrire atĩ kanitha wa mũrigĩrĩrio nĩ ũyũ wa St. Mark na atũrathimĩire twĩta ciama itũ ithuĩ tũkĩte gũkũ ti ithuĩ na ndũrũ ithuĩ tũkĩte gũkũ ithuothe kanitha ũcio wahandĩtwo nĩ Jesũ rĩrĩa ambaga thĩ. Mũthikĩrĩrie rĩrĩa ambaga nĩnjĩte Paũlũ ngamwĩraga hingo ciothe akandĩmwĩraga twĩra nda-understandaga hihi one ndungata tũtungatĩte nake kũrĩa gwitũ Kenya nda-understandaga twĩ wĩra-inĩ na wĩra ũcio ũgũga gũkinya. Ngai amũrathime na ndĩ mũthuri andũ mothe kuona nyinagĩra Jesũ ta itarĩ mũthuri. Ngai niĩ ndĩ mũthuri wĩ anake 3 ndĩrenda kũmwĩra kahistory gakwa kanini like vile ũrangenirie mũno what you have said. Andũ arĩa mainagĩra Ngai mũno gũtarĩ irimũ niĩ ndĩ anake 3 airĩtu 2 airĩtu makahika umorutaga State House is better to say that. The other one is registered nurse. Gacoka ngega na grandchildren cia kwa 5. King God, your name is Yahweh, destiny changer. You are a destiny changer. Come and change a destiny today. Come and change
working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Tũragwo ũngĩaga gũcokeria Ngai ngatho akũhe thũkũma na rĩrĩa karehe nyama ndũgacokia ona ndũka-recognize. Niĩ ngwenda kũmwĩra njũkire gũkũ ndaremwo nĩ kũina piũ. Benson nĩ mũira na Damaris na andũ angĩ mauma harĩa thutha ndiũĩ kana nĩ mathire. Ndoya mic ndatua kũina ngaremwo na ngaremwo biũ. Ndĩrenda Damaris rĩu ithaa nĩ rĩakinya rĩa kũina ndiũĩ tũgwĩka atĩa ndamwĩra ta hoera. Arĩa moima hau thutha nĩ mekuona Damaris akĩhutia mĩmero na koguo ihinda nĩ ikinyu rĩa Ngai. God is showing himself strong on our behalf. I was trying to sing, I couldn't. Nikakunywa maji ya dimu na ndio maana nimeimba, ndio shetani aibike na ajue sitaketi, nitamwimbia huyu Mungu kwa sababu that is what he deserves all the time. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Honor and glory belongs to you. Honor and glory belongs to you. You deserve it. 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 You Bwana asifiwe. Tugateli. Na wapendwa wote wale wako hapa, Bwana Yesu asifiwe. Nisalimieni hewani. Hallelujah. Praise the Lord. Naitwa Bishop Paul Ngarama, nashiriki Trinity Tree of Life. Watu wa Trinity wako hapa wasimame. Sisi ni jeshi kubwa. Majeno ndio hao. Hallelujah. Asante Lea. Bishop Gideon. Hallelujah. Tuliambiwa na Bishop wetu tukuje hapa na wengine wanakuja. Si mnajua Bishop Wester? Mnamjua vizuri? Mnampenda? Ameambia washirika wote wakuje hapa, wako njiani. Na mimi nikiwa askofu na huyo askofu Gideon yako pale. Kwa hivyo tunawapenda mchungaji. Tunawapenda sana hili kanisa na ndio sababu tuko hapa. Bwana asifiwe. Mimi niko na ushuhuda na ushuhuda wangu unatokana na vile Mungu alinionea huruma. Amen. Mungu alinionea huruma akaweza kunipatia huduma ya forgiveness. Ati nini? Amen. Mambo ya kusamehe. Amen. Sio rahisi but lakini inawezekana kwa Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo mimi naitwa Bishop Paul Kimani Ngarama na mimi ndio baba ya ule msichana aliuawa Nairobi. Alikuwa ametoka South Sudan, anaitwa Monica Kimani. Mnakumbuka ile mambo ya Jackie Maribe na ya Joey. Na Mungu alisaidia tulipata justice, lakini mimi sina shida, niliwasamehe. Nafikiri wale waliona sana, niliwasamehe na nikaambia Mungu niwasamehe hao watu. Hallelujah. Ndio ili niweze kupona na familia yangu pia ipone. Praise the Lord. Na kuanzia hapo nimeandika kitabu, nimeandika vitabu viwili kwa maana
kuna huduma ya kipekee sana ya msamaha. Kanisani kuna huduma nyingi. Kuna huduma of breakthrough, kuna huduma the deliverance, mnajua hizo zote. Lakini huduma ya kipekee ya forgiveness ni chache katika huduma. Amen. Kwa hivyo Mungu amenituma hapo, na mimi nimeandika kitabu. Ninaweza kuencourage watu wale wameuliwa watoto wao, watu wale wameuliwa watu wao, wale watu hata kama ni accident ama namna gani, niko na huduma ya kufariji wapendwa. Amen. Na saa hizi niko na support group ya kusupport watu wale wamefiliwa. Tunaiita Faraja. Tumeunganika wamama wengi na ndugu, na mimi ndio mmoja tu niko katika hiyo kikundi, but I'm encouraging them. Hallelujah. Nataka kusema nini kanisa? Tukiwa hapa, unaweza uliwa mtu akiwa Kenya ukose kwenda kumzika, si ndio? Hiyo hujafanya grieving ya kutosha. So you need a support. Unahitaji nini? Badala uende kwa depression, ongea, sema. Hallelujah. Usinyamaze. Kuna wengine pia wameuliwa watoto, kuna wengine wameuliwa wazee, na wameuliwa hata mama. Praise the Lord. So as that we have built the support group of supporting those who go through grief. Hallelujah. So kwa hivyo on the coming Saturday, nataka kuwaomba tu kupitia kwa mchungaji wa kanisa hili, nina launch kitabu ingine ya forgiveness. Sasa nilikuwa na ile ingine ilikuwa inaitwa grief, lakini hii inaitwa forgiveness. Kwa nini nina launch hii kitabu? Ni kwa sababu kuna mambo hatungeongea yalifanywa mtoto yangu, lakini kwa sababu kesi ilikuwa inaendelea kesini. Mnakumbuka hivyo? So after the judgment, sasa unaweza ongea kwa nini Monica aliuawa. The reason is there, nimeongea. Kwa nini, what was the motive? What was the government involved on that death of my daughter? So nimeandika hiyo kitabu. Wale wengine mlikuwa mnaona wakiwa kotini kule, watu wa government kama Moses kule alikuwa kule, Itumbi walikuwa huko, walikuwa na interest ilikuwa hapo. Hiyo mambo yote nimeongea. Mimi walikuwa naulizana wakasema, nasikia ule DCIO ule alifanya investigation ya mtoto wangu alikuwa Muislamu, na nikawa challenge, kwa nini Waislamu they don't compromise? Hata huyo mama anaitwa Fatuma, sasa ndio county commissioner wa kule Kilifi, alipromotiwa na alisema hivi, mimi bishop sikujui, lakini nilisikia vibaya sana msichana wako alipouawa. Nilipata simu kutoka kwa rais, nikaambiwa kuhusu hii mambo I should go slow. Wakaniambia he is just a bishop. This you don't go faster. Why are you go faster? Because bunduki ilipopatikana kwa Jackie Malibe na alikuwa rafiki ya president, alikuwa na mhoji na nini, wakasema why are you rushing on this? Go slow. Let's this case go like this. But Mungu ni nani? Mungu ni nani? Walinifikiria mimi ni bishop wa kawaida, lakini kwa Mungu ninajulikana. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Na wacha niseme hivi, hiyo kesi ingemalizwa, lakini ilipofika kwa huyu judge pia niliona Mungu. Wakati niliona tu judge anaitwa Grace, nikajua hii ni neema. Nikaambia Mungu, nipatie kibali kusiwe na corruption. Mnajua nchi yetu na kesi inaweza pelekwa tu hivi. Nikapiga magoti. Huyo Grace mliona vile aliweza kutoa judgment. Did you see it? Mliona hata alikuwa na kunywa maji mingi sana, because ilikuwa ya kwamba yeye Mungu alimweka hapo ili watu waone ushuhuda vile Mungu anaweza tetea. Mimi ni bishop lakini sikuwa najulikana, hata Kenya sikuwa najulikana, lakini mbinguni nilikuwa najulikana. Praise the Lord. Na leo nimeandika, I have written that story, ndio ili ya mmoja wetu na ule mwingine, ya kwamba this God that we trust. Hallelujah. Huyu anahubiriwa na Bishop Wangari. Bwana asifiwe sana. Bishop Wangari yako hapa. Mimi najua nakuja. Amen. Huyo mama nilianza kumsikia nikiwa zamani, nikiwa mtoto. Na wakati huo Bishop Mulandi walikuwa na hubiri, Bishop Mulandi, na ninamjua wakati huo. So huyo the same God Bishop anahubiri. Is the same God can happen to us. Hata kama hujulikani na watu. Praise the Lord. Hata kama hujulikani na nani? Na mtu. Lakini Mungu mbinguni anatufanya nini? Anatujua na he'll prove himself.
ndani ya watu na watu ujulikane. Siku ya leo nataka kusema ya kwamba that you are not serving God in vain. Hallelujah. And I want to encourage you people who are here. Tuko hapa, but the God that we serve even in Kenya is a God who can do miracles even here in the United States. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Kuna mwingine nimeweza kuwa mmoja wa mwisho, nisifungie mtu. Ningependa kutambua wachungaji wale wako hapa jioni ya leo tafadhali. Kama kuna mchungaji tafadhali wangekisongea tu hapa mbele. At least ungependa wenye pia huko nyuma wanaweza songea hapa mbele. Unaweza songea tu hapa mbele. Wakai hizi viti za mbele hapa. Hata nyinyi mmeketi nyuma, sijui kama mko comfortable ama mtarudi mtasonga mbele kidogo. Are you comfortable there? Are you comfortable? Amen. Natarajia mmebarikiwa mchana wa leo. Sidhani nimefungia mwingine juu kuna mtu ameamka. Amen. Mimi wacha niwaambie, mimi sina ushuhuda. Mimi jambo moja tu napenda kusema. Venye nilikuwa mbeleni sio venye niko sahi. Kuna sabuni hapo inaitwa Irish Spring. Ukitoka Kenya ukija kuoga na hiyo sabuni Irish Spring. Wacha nikueleze mpaka ubadilike. Iko sabuni inaitwa nini? Irish Spring. Ukioga nayo, my friend, mpaka ubadilike. Kama hujabadilika na hiyo sabuni ya Irish Spring, inaona ngozi yako iko na nini? Amen. Praise the name of the Lord. Tutasimama juu, ndaita praise and worship. Watupeleke kwa kipindi kingine. Tukijiandaa ndio tuweze kusikia neno. Praise and worship. Hii nafasi ni yenu sasa. Praise God, church. Hallelujah. Amen. Let's all be standing up as we praise the Lord. Alpha, Omega. Okay. So before that nimekumbushwa na Bishop Garama hajawapea namba yake, ndio mumtafute mjue vile mtaenda kwa launch. Namba yake ni 253 ama utawapea? Iko wapi launch? Bishop alika watu vizuri. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Book launch iko pale hii kanisa inaitwa Luther's Church hapo 272. Mnajua ukienda kwa Bishop ukienda kwa Trinity kuna kanisa iko hapo tu mahali Bishop Archbishop Muthaka wanga anakuwa na kanisa. Ama wale walikuja function ya Jane Lea. Mahali Jane Lea alifanya function. Mnakumbuka? Karibuni sana na tunawaalika na tunawapenda. God bless you. Asante. Alafu ndio nisishindwe na Bishop yangu iko hapa kwa hii karatasi ka flyer. Iko pale Beyond Barriers Ministries. Sawa. Si uchukue ka flyer kamoja uende nayo ndio kukumbushange mahali yangu iko na date. Chukua kamoja na upea wengine wachukue, tukisema Alpha and Omega. Come on, say hi to the next person. Mpe high five. Mwambie tujitayarishe tuseme Alpha na Omega, you are worthy to be praised. Hallelujah. Yani alafu anza kucheza polepole hatuwezi kuja hapa tukae hivyo, lazima tukutane na Mungu leo, si ndio? Yes. Tukingoja tushikiwe hiyo kiki kidogo tujue tunaimba namna gani. Okay, cheza.
Omega. You are worthy of my praises today. Tupandishie kiki kidogo hapo. Tupandishie. Ambia mtu atunanga stress kwa nyumba ya Bwana. Ambia mtu wacha haraka, wacha stress. In the house of the Lord hakuna stress, kwa sababu yeye ni Alpha and Omega. Hallelujah. Yes, na tunaipewa saa hii tu. In the house of the Lord hakunanga haraka, huko sio I5. Haya. Woo! Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are
Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. And so we must praise him. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa. Praise him in African way. Oh, and so we must praise him. Praise him in African way. Ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni ngai. Ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni ngai. Praise him. Praise him in an African way. So we must praise him. Praise him in an African way. Aduri magatiga, maundo manene magatiga mode. Aduri magatiga, maundo manene magatiga mode. Let's praise him. Praise him in African way. Masaika Yesu ngajeranga jainda. Masaika Yesu ngajeranga jainda. Hallelujah. Ngajeranga jainda. Hallelujah. Masaika Yesu ngajeranga jainda. Masaika Yesu ngajeranga jainda.
Hallelujah, Murina wanje Yesu. Wada, Murina wanje Yesu. Hallelujah. Yesu Murina wanje hallelujah. Yesu Murina wanje hallelujah. So we must praise him. And so we must praise him. Who has the final say? Who has the final say? Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way when there is no way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way when there is no way. Jehovah has the final say. Has the final say. Jehovah has the final say. Come on. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah has my life around. Jehovah has my life around. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Jehovah has my life around. Jehovah has my life around. He makes a way where there is no way. Come on, let us celebrate Jesus. Let us celebrate. Let us celebrate Jesus. Let us celebrate Jesus. Let us go before the Lord and say that Jehovah, you have final say this evening. This evening, we're waiting to hear from the Lord. Hallelujah. I want us to go before the Lord and worship him. Let us worship God. Let us worship God because, you know, he turns our lives around and above all, he is the God who is to be worshipped, you know. Yani ndiye Mungu tu wa kuabudu. Yani hakuna kitu kingine cha kuabudu. Imagine tuko na Mungu ambaye ni Mungu wa miungu. Tuko na Mungu ambaye ni Mungu wa miungu ambaye yeye ndiye anatawala. He is the King of Kings. Hallelujah. Let's go before the Lord and worship him. We worship you, God. Ambia Mungu kitu about tonight. Ambia Mungu tu akufikie in a way. Let God atufikie familia zetu in a way. Mungu afikie familia zetu in a way. And Jehovah is his name. He is the mighty warrior. God, we worship you. We exalt you this evening, God. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Come on, sing Jehovah. Jehovah is your name. Sing Jehovah, Jehovah is your
Come on, sing Jehovah, Jehovah is your name. Come on, sing Jehovah, Jehovah is your name. Come on, sing Jehovah. Your name, Lord. Your name is Jehovah. Your name is Yahweh. Jehovah is your name. Mighty warrior, we worship you this night, Lord. We call upon your presence, my Lord, as we continue the service, and we call upon your power, Lord, to be with us, Lord. Mighty warrior, we pray that, God, your presence is going to be felt here, and that, God, you're going to speak to us. That, God, you're going to talk to us, Lord, and we are going to listen to us, Lord. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Come on, sing Jehovah. Jehovah is your name. Come on, sing Jehovah. Come on, sing
kwamba Mungu atatembea nasi katika safari ya mbinguni. Safari ya mbinguni bila Yesu hatutaweza, lakini tukitembea na wewe Baba tutaweza. Safari ya mbinguni hatuwezi enda bila wewe, lakini tukiwa nawe tutaenda Jehova. Tunaombea familia zetu, tunaombea makanisa zetu na huduma zetu Baba. We are praying for everybody, Lord, and we come before your presence, Lord, because we know that with you, Lord, it's possible, Lord. Na unaweza tuongoza katika safari Baba, unaweza jionyesha katika safari Baba, na tunaweza tembea nawe Baba katika jina la Yesu. Jioni leo tunaita your presence, Lord. We welcome the presence of God in our midst tonight, because you are so gracious, Lord, everlasting God. Oh yes, Lord. Hatutaki kuheshimika Baba, lakini wewe uheshimiwe Baba. Yes. Yes, Lord. Oh yes, Lord. Mahala hapa hatutaki kuheshimika. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe. Oh, haya ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe. Kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu tatembea nawe. Pamoja na wewe, pamoja dakika moja, ambia Mungu usiku wa leo unatamani kumuona. Ambia Mungu jambo usiku wa leo mahali hapa. Ambia Mungu jambo usiku leo wa mahali hapa. Ambia Mungu unataka kumuona usiku wa leo. Mwambie anapotembelea watu wengine pia wewe akukumbuke usiku wa leo. Anapozuru wengine pia wewe akuzuru usiku wa leo. Anaponena na wengine pia wewe anene na wewe usiku wa leo. Anapofungua wengine pia wakufungua usiku wa leo. Anapobariki wengine pia wewe akubariki usiku wa leo. Anapoamsha wengine pia wewe akuamsha usiku wa leo. Anapowasha wengine pia wewe akuwasha usiku wa leo. Mwambie unataka kuonana naye uso kwa uso usiku wa leo. Mwambie umekuja katika hema yake kutafuta uso wake usiku wa leo. Ambia Mungu usiku wa leo jambo. Ambia Mungu jambo usiku wa leo mahali hapa. Ambia Mungu jambo usiku wa leo mahali hapa. Ambia Mungu jambo usiku wa leo mahali hapa. Nafasi hii ni yako. Uende peke yako mbele yake. Oh yes, my Father.
Twakushukuru Baba wa rehema, twatoa shukrani zetu kwako. Asante kwa kupokea sifa zetu. Asante kwa kutupa vinywa ya kukusifu. Asante kwa kutupa miili ambayo iko na afya tunaweza kusifu wewe. Pokea shukrani zetu kwa sababu wewe ndiye Mungu na hakuna Mungu mwingine, ni wewe tu. Asante wewe Mungu wetu. Na sasa watoto wako waketi miguuni mwako wakisikia mawaidha kutoka kwako. Tueleze mapenzi yako ewe Mungu, na utuwezeshe kuyasikia na utuwezeshe kutii ili tuweze kutimiza mapenzi yako. Nazo sauti ambazo za kuja kutoka kwa shetani tuwazikemea katika jina la Yesu Kristo. Sisi shetani hatutaki kusikia kutoka kwako. Sisi ni watoto wa Mungu, na sasa twaketi miguuni mwa Mungu anene pamoja na sisi watoto wake. Roho Mtakatifu wa Mungu, njoo ili ujaze mahali hapa, utuwezeshe kusikia. Fungua masikio yetu ya kiroho, fungua masikio yetu ya ndani. Ewe Mungu wetu, tuzungumuzie. Na hii ni kwa sababu ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Na sasa twamuweka mikononi mwako ambaye utakayetumia ukituzungumuzia. Twamkabidhi kwako ili uweze kumpa amani inayotoka kwako. Umwezeshe kumtumia kama mapenzi yako yalivyo. Fungua kinywa chake ili aweze kusema neno lako kama vile umwelekelavyo, na sisi utusaidie. Tusimwangalie tu haiti yake ama mavazi yake, lakini tusikize kutoka kwako, kwa sababu anena kupitia kinywa chake. Mpe nguvu, mpe uwezo wa kustahimili neno lako na kunena neno lako kama mapenzi yako yalivyo. Tunaomba haya tukikuomba ewe Mungu wetu. Mahala hapa tuomba Roho Mtakatifu wa Mungu atawale. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tuomba na tuamini. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the honor, Jesus. Oh, hallelujah. Inua tu mikono mbele ya Jehova. Father, we worship you. Father, we give you praise. Father, we adore you, Jesus. Inua tu mikono mbele ya Bwana. Jehova ako mahali hapa. Roho wa Bwana ako mahali hapa. Anatenda makusudi lake Jehova. Haleluya. Oriatia Bobosaya. Katika jina la Yesu msaidie. Muombe apokee Yesu. Muombe apokee Yesu. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Thank you, Redeemer, because you are able, my Father. Thank you, Lord, because we are all sinners, O King of all the glory. And because of the blood of Jesus Christ, oh my Father. That's why we get the light, O King of all the glory. Thank you, Redeemer, because of one of us, oh God. She has seen her sins, O King of all the glory. She wants to surrender her life to you, dear Master.
Lord Jesus, have mercy on your servant, oh God. As she kneeled down, Jehovah God, for repentance. She is saying sorry to you, Jehovah God. She is saying sorry to you, mighty Father. May you continue, Jehovah God, to see her through, my Father. Thank you because your word is powerful. Thank you because your word is strong, oh my Father. Thank you because of your word, Jehovah, mighty Redeemer. Oh, what she has heard, Jehovah God, we don't know. But the voice she had, Jehovah God, we believe is your voice, oh God. Thank you, Father, for the saving power. Thank you, Redeemer, for the saving power. Thank you, Redeemer, for the saving power, Jehovah God. We give you praise, oh my Father. We give you all the glory and honor. Thank you, Jesus. Thank you for saving her. Thank you for setting her free. In the name of Jesus Christ we pray. Msalabani hasiri ya mema nikatoa mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Inua mikono tunapoimba hiyo wimbo. Msalabani asilia mema nikatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Inua tu mikono tena, sema msalaba. Asili ya mema nikatoa mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Shalalala bossa. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. Above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God.
our crown, we lay our crown and worship. Inua tuiza mikono, ambia Baba, niko tayari kunyenyekea chini ya miguuni pako, ewe Jehova. Niko tayari kunyenyekea chini ya miguuni pako, ewe Bwana. Bosia la 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 bosa, oh Jehova, hallelujah. Ninapenda are there worshipers in the house? We lay our crown and worship. Yes, we lay our crown. We lay our crown, Jehovah, just to worship you. We join the 24 elders. We join the creation, oh Jehovah. We join the seraphims and the cherubims that bow before your throne of grace just to worship you, oh Jehovah God. Ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana. Ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana. Ninapenda nikuabudu Bwana. Nikuelewe, nikufahamu, nikuabudu, ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote ambia tu Bwana asante. Ambia tu Jehova asante. Haleluya. Sio jambo la kawaida kuwa ndani ya Bwana majira kama huu. Inua tu mikono, ambia Jehova asante. Ambia tu Baba asante. Asante kwa mchana wa leo. Asante kwa wema na fadhili zako, ewe Jehova. Asante kwa ukuu wako. Asante maana wewe ni Mungu. Asante Baba, katika jina la Yesu, amen. Bwana asifiwe. Inueni mikono, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumo kwenye nyumba ya Bwana, haleluya. Huko mahali hapa lakini, haleluya. Sema haleluya kubwa. Ambie Baba haleluya kubwa. Haleluya. Geukia mwenzako kwa niaba yangu, patia high five. Mwambie karibu kwenye uwepo wa Baba. Karibu kwenye uwepo wa Jehova. Hii ni siku nyingine Baba ametenda. Hii ni siku njema, haleluya, tukaweze kuifurahia. Amen. Tunaongea kuhusu kumrudia Bwana. Sema kumrudia Bwana. Sema kumrudia Bwana. Haleluya. Tulikuwa tunaenenda njia zetu,
lakini sasa tunageuka, maana majira ni haya ya kuweza kumrudia Jehova. Sema amina. Mtu asome Lamentation chapter 3 verse 40. Amen. Na kwa wale wageni, naitwa Apostle Judy ama Mama Judy. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mgeni na sio mgeni sana. Amen. Mimi ni mgeni Seattle, lakini sio USA. Amen. Otherwise nimeokoka. Mimi ni mama wa watoto 5. Hallelujah. Nyanya ya wajukuu 11. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. 11 grandchildren. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa wale hawanijui, hiyo ndio habari ningewapasha. Si habari njema, lakini tu angalau mnijue mimi ni nani. Amen. Na hudumu Nairobi na Gospel Life Ministries. Nina huduma ya wamama kule, huduma ya waombezi wa mama. Tunalilia Mungu, tunamuita Jehova. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana ni mwema. Amen. Bwana ni mkuu. Bwana asifiwe. Niliuliza hapa wakati wa mwanzo, wangapi walikuwa wamemaliza shule by the year 1971? Hawakuwa wengi. Hiyo ndio wakati nilikuwa ninamaliza form 4. Amuja nyita. I was finishing my form 4. Hallelujah. Not university, my form 4, 1971. So that's how young I am. Amen. This is the doing of the grace of Jehovah. Hallelujah. This is the benefit of serving the purpose of the kingdom. Hallelujah. Tell your neighbor there is a benefit in the kingdom. And the benefit does not wait until you retire. You enjoy those benefits every single day. Amen. So read that scripture and we shall bless the name of the Lord. And then somebody open the book of Hosea. Hosea chapter 6. That is where my text is. Hosea chapter 6. We are going to read from verse 1 up to 3. Can we do it quickly? I've been given time by the programmer. Yeah. Let us examine our ways and turn back to the Lord. Amen. Yeah. This way. Just read it. Okay. Lamentation 3, verse 14. Let us examine our ways and turn back to the Lord. Amen. It's okay. Let us examine our ways and turn back to the Lord. Amen. Somebody read Hosea chapter 6. Verse 1 to 3. Give her a microphone. I want us to minister together. I'm reading from New King James Version, and it's a call to repentance. Come and let us return to the Lord, for he has torn, but he will heal us. He has stricken, but he will bind us up. After 2 days, he will revive us. On the third day, he will raise us up, that we may live in his sight. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, in Jesus' name, we give praise, we give glory to your name. Father God, we thank you for who you are. We thank you tonight. We thank you for your love. We thank you for your mercies. We thank you for your goodness. As we hear your word, may you speak into our lives in the mighty name of Jesus.
in the name of the Lord. May you minister to the hearts of your people in the mighty name of Jesus. Receive glory, receive honor, receive all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. I want to begin by saying something from the book of Proverbs 23, verse 18. That surely there is an end. Surely there is an end for the expectation of the righteous shall never be cut off. The expectation of the righteous shall never be cut off. Other version says there shall be a hereafter, for the expectation of the righteous shall never be cut off. Hallelujah. There is a hereafter. There is what God wants to do after what the enemy has done. There is what God wants to achieve even through your life after what the enemy had done. There is a hereafter. There is an end. Hallelujah. Whatever the devil does has an expiry date. Whatever the enemy does has an expiry date. It is only what Jehovah does that is permanent. Give me that other microphone. Let me see it. It is only what Jehovah does that is permanent. But what the enemy does has an end. Have come to declare that there is an end. Say there is an end. There is an end to everything that the enemy does. For he has nothing that is permanent. That's why we are here to declare that your expectation shall not be cut off. Whatever you are expectant about, whatever you want the Lord to do in your life, Jehovah is saying that it shall not be cut off. The man who sat outside the temple beautiful, the Bible says he did not just sit there anyhow. He was expectant. There is something he was waiting for. There is something he was desiring. He wanted to rise up. He wanted to walk again. He wanted to jump like others. He wanted to celebrate like others. But one day, that day came. Hallelujah. That day came. Hallelujah. For he encountered something that he didn't have. He encountered power that was in John and Peter. So when they were going to the temple and this man was expectant, and they looked at him and told him, silver and gold we do not have, but such as we have, may you rise up and walk. And they held his hands and they lifted him up, and he rose up and he went to the temple and he began to celebrate. He began to dance. He began to feel good because of what the Lord had done in his life. And the Bible says he became a wonder. He became a wonder. I've come to declare, I've come to speak prophetically that God is going to make somebody a wonder in this time, in this season. They will look at you. They will wonder whether you are the same person. They will look at you. They will wonder what the Lord has done. They will look at you. They will wonder whether you are the one. You are the same person, but look at what the Lord has done. Oh, look at what the Lord has done. It is not the doing of man. It is the hand of Jehovah. It is not the ability of man. It is the hand of Jehovah. It is not the wisdom of man. It is the hand of Jehovah. He was an amazement. He was an amazement. He was a wonder. I've come to declare that the church is coming to a place where we shall become a wonder. We are going to become a wonder.
They have looked down on us for too long. They have despised us for too long. They have thought we cannot become anything. But Jehovah is still Jehovah. He hath never changed. I said here the other day, it's the same yesterday, today, and forevermore. Hallelujah. That's why Hosea says that let us return. There is a comeback call from Jehovah. A comeback call from Jehovah. Let us return to the Lord. He has torn us, but he will heal us. Hallelujah. He has smitten us, and he will bind us. There are people that have gone through issues. You have been hurting. You have been going through pain. You have been spiritually ailing. You have been physically ailing. You know, a time comes when the Lord allows certain things to bring an awakening in our spirit. Hallelujah. Bado sisikii kitu ikiwa sawa. A time comes when the Lord allows certain things to happen in our lives, that it may cause an awakening in our spirit. It was until Peninnah came into the marriage of Hannah. Hallelujah. Then Hannah understood that I was barren. Before Peninnah came, Hannah was a comfortable woman. Hannah was relaxing in the marriage because Hannah had a man that loved her. Hannah thought she did not need anything. Yet Jehovah had a plan. Jehovah had a purpose with the life of Hannah. When Peninnah came, that is when Hannah realized that, so I am barren. I need a baby. When Peninnah began to mock her life. When Peninnah began, when she was being provoked by Peninnah, when she was being told, why don't you bear your child? Why don't you have your own child? Stop sending my children. Stop bothering my children. Why don't you have yours? Why don't you have your money? Why don't you have your own house? Stop sharing houses. Why don't you have? Why don't you have? Why don't you have yours? Stop asking for lift. Why don't you have yours? Why don't you have your own job? Why don't you have? There is a spirit of Peninnah that God allows to provoke you, to push you, to take you where Jehovah wants to reach you. There is a spirit that God allows to afflict you, that you may turn back to him. You know, Hannah did not know that she was ordained to be the mother of the prophetic in the nation of Israel. She was very comfortable. She was very contented. There are people here that God has earmarked you for greatness. God has earmarked you for greatness. There is greatness within your life, but you are very comfortable where you are. So Jehovah must allow the enemy akuchune kidogo. Akuchune kidogo. Hallelujah. So that you can say, hey, where is Jehovah? So that you can run back to Jehovah. So that you can turn back to pray. So that you can turn back to the first love. So that you can turn back to seeking the Lord. So that you can turn back to coming to the house of God. Am I talking to us? Am I talking to us? You know, the church has been so comfortable.
The church has really relaxed. But Jehovah is saying, the time is now. The time to get back is now. Hallelujah. This is not the time to relax. This is the time to seek the Lord until you find him. Am I talking to us? Hey. And you know, Hannah was not barren. It is Jehovah that shut her womb. Otherwise, she was not barren. You know, when God wants you, he will do everything to bring you to him. When God wants you, he will do everything to bring you to him, that he may make you uncomfortable so that you can turn to him. Hallelujah. So he has torn us, but now he's going to heal us. He has smitten us, but now he's going to dry up the wound, because he's going to bind up the wound. But that will happen if we take the stand of turning back to the Lord. There is healing. There is healing. Sickness is not your portion. Disease is not your portion. That body is the temple of the Holy Spirit. Sickness is trespassing the temple of the Holy Spirit. That's why sickness has no permission to permanently remain in your life. Am I talking to us? We are here to say no to certain things. We are here to say no. Hallelujah. There are those that are wounded. They are bleeding. They need God to bind them up. Hallelujah. But when we turn back to Jehovah, the Bible says that we'll begin to see the healing of God. We will begin to see the healing of Jehovah. We will begin to see him bind us. We will begin to see our wounds being healed. Whatever has been a wound in your life, it will be healed in the name of Jesus. The Bible tells me that after the second day, he will revive us. And on the third day, he will lift us up. In other words, on the third day, because after the second day is definitely the third day. So God is going to revive us. Hallelujah. That he may lift us. He's going to release a revival that God may lift your life. This is the time. Prepare your heart, prepare your mind, because there is a shift that is coming back to the house of God. There is a lifting that is coming to the house of God. People are going to be transformed. People are going to be elevated. People are going to be positioned where they could not go by themselves. God is going to take them. Amen. Say hallelujah. Say amina. Say amina. Hallelujah. In the book of Isaiah chapter 2, from verse 1, the Bible says, it shall come to pass in the last day that the house, the mountain of the house of God shall be lifted. On top of the mountains, there are other mountains. Hallelujah. There are governmental mountains, political mountains. There are economical mountains. There are other mountains that are there. But God is going to lift the mountain of the house of Jehovah. Hallelujah. And he will lift it above every other mountain. And they shall say, let us come with you to the house of the Lord. Time has come that people will want to join you in the house of God. A time has come that we are not going to struggle. We are not going to struggle to bring them. God has just given you an example here, just right here. Nobody preached to her out there. Nobody went and called her.
She came in herself crying. She came in herself confessing. She came. That is a sign. Same as sign. That is a sign that there is what God is going to do. God is going to bring them by himself. God is going to draw them by himself. When they shall see the house of the Lord lifted, when they shall see your life is lifted, when they shall behold the glory of God, when they shall behold the power of God in your life, they will tell you, I am going with you to the house of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. I'm looking to that time. I'm looking to that time. For the Bible says, then we shall seek to begin to know the Lord. We shall now begin to know him. You know, we have not known him. But a time comes when we shall seek to know him. We shall know who he is. We shall know what he can do. Hallelujah. We shall know the Lord. Hallelujah. And his coming shall be like dawn. It shall be like a morning. He will come with brightness. He will come with glory. He will come with victory as you behold who he is. Hallelujah. And the Bible says it will come like the latter and the former rain. That is what I feel this something is not well. I don't want to destroy my voice. 1, 2. Hallelujah. 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 Then it will come like the former and the latter rain. In other words, God is going to revive his people. God is going to revive them. Because after revival, there is a lifting. Or in the revival, there is a lifting. Say amen. There is a lifting. We cannot remain down there for too long. God is calling us to a place. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 6, the Bible says, and we have been raised together. Amen. And we are seated together in Christ in the heavenly places. There is a level. There is a dimension in the spirit where the church should operate from. There is a dimension in the spirit where the church should operate from. There is a level in the spirit where the church should begin to operate from. The place of dominion, the place of power, the place of the supernatural. The church is not ordinary. The church is not just another name or another body. The church is the church of Jesus. And Jesus said, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against this church. And this is the time, because the church is not a building. The church is you and me. The church is the assembly of the believers. The gates of hell have no power against the church. Why? If you allow the Lord to position you well in him, then the gates of hell have no authority, have no power against your life. That is the church. That is the church. Hallelujah. Am I talking to us today? We are the third day church. We are the third day church. In the book of Romans 8:11, the Bible says that the Spirit that raised Jesus
from the dead, the same Spirit dwells in you and me. That this same Spirit may quicken our mortal bodies. This same Spirit may be able to lift us. This same Spirit may be able to help you to do certain things that you are not able to do by the ability of the flesh. This is the power that dwelleth in the children of God. This is the power that Paul talks about in the book of Ephesians 3:20, that is able to do exceedingly abundantly above that which you ask or think, according to the power that it is at work within us. You need to know how to activate this power, because this is the time that that power may begin to work for you and in you. Am I talking to us? I was thinking and meditating about John 2, or John chapter 2, at the wedding of Cana. The Bible says there was a wedding, and Jesus was invited, and the mother was also invited, and they went to the wedding. You know, the Jewish wedding is not like ours. Ours take one day, but theirs take days. It can even take a week. And so they were there, making merry, celebrating in that wedding. Yet there was something missing. The presence of Jesus was there, but they were not able to identify who Jesus was. Hello? They were not able to identify who Jesus was. You know, today we can talk about the presence of God being here, but somebody is asking, what is that presence? I cannot feel it. What are you talking about the presence? The presence of Jehovah is here. Hallelujah. The presence of Jehovah is here. So the presence of Jesus was at the wedding, yet they never acknowledged the presence of Jesus. They continued making merry with the man-made wine. They continued making merry with the man-made wine. You know, the church has become just an ordinary place to walk into. The church. People have become familiar with God. People have become familiar with going to the church. It is just keeping another day. They just walk into the church the way they came in and go back the way they came in. That is not the will of God. I believe the will of God is when you come into his presence, you will not go out the same way that you came in. When you came being afflicted, you will not go out the same way that you came in. And so they were making merry, enjoying the man-made. You know, when we look at the church of Jesus, I'm not talking about here, but when we look at the church of Jesus, the church is more influenced by the world instead of the church influencing the world. There is so much of the world in the church. We have compromised with the word of God. I was talking to somebody. Hallelujah. I think it was Alice. And I told Alice, are we going to lower the standard of the word of God because of the youth? That, you know, we want to bring the youth into the church. So we must do the reggae style youth. We must accommodate them and fulfill the desires of their flesh. So whatever they want, we must compromise with it. The standard of the word of God has never been lowered. Jesus never lowered the standard of this word. Jesus never compromised the standard of this word. We are not going to tell them, yeah, we work with the man of God there. Hallelujah. Yes, come the way you are, but come being ready to change. Come being ready to be like Jesus. That is what God created you to be.
in the image and the likeness of the Lord. Not the image of the devil. We have to come and be like the image of Jesus. For we are created in the image and the likeness of Jesus. It is the devil that corrupted the image of Jesus in our life. Sin corrupts the image of Jesus in our lives. Sin corrupts it. And we begin to act like the devil. We become liars as the devil. Am I talking to us? Hallelujah. Hallelujah. The wedding was a place of celebration. But they were celebrating with the man-made wine. They were celebrating with a wine that cannot make them be drunk. They were celebrating with a wine that cannot fulfill their thirst or their desire. Hallelujah. When I talk about wine or when I talk about alcohol, I know what I'm talking about. Because we were there sometime. Hallelujah. Tulikuwa tunagonga Tusker. One for the road. Unaikunywa mpaka unaigonga sawa sawa. Unalewa sawa sawa. Maana ulevi lazima irejee ndani ya nyumba ya Bwana. Tulijua kuigonga mtumishi wa Bwana. Tulikuwa tunatoka kazini na tumeingia kwa klabu, tunaanza kukunywa. Na tunakunywa na tuna dance Mangele Pana, Simba wa Nyika. Hallelujah. Leo nimebadilisha partner, ninacheza na Yesu. Hallelujah. Leo ninakunywa mvinyo ya roho. Leo sikunywi mvinyo ile ya kale, ni mvinyo ya roho. Nilikunywa ile mvinyo, nikamuka na hangover. Nikakunywa ile mvinyo, nikawa nimechanganyikiwa. Lakini mvinyo ya roho hawezi changanyikiwa. Mvinyo ya roho inajibu. Tunahitaji mvinyo ya roho ndani ya nyumba ya Bwana. Tunahitaji mvinyo wa roho. Hallelujah. Umewahi kuona mlevi ananga stress? Mlevi ana stress, anatembea na anaimba peke yake. Yeye huwa na furaha wakati wote. Mlevi huwa hakashiriki, maana ako ana influence ya alcohol. Kwa hivyo anakuwa driven na pombe. Ndio ukiwa driven na roho Bwana, hauna stress. Hauna stress. Hauna stress. Hallelujah. Mlevi anaingia kwenye kilabu, anasema uwape vile tulivyo. Anamaliza pesa kwenye mfuko, hana stress. Hajui watoto watakula aje, hana stress. Maana ako chini ya mamlaka ya pombe. Lazima tuingie chini ya mamlaka ya roho Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Kuna ulevi wa roho. Kuna ulevi wa roho. Hallelujah. Kuna ulevi wa roho. Tunaye watu sio walevi, ndio maana wanatumia akili zao. Wanaanza kuangalia, wanaanza kujiuliza, pastor anasema nini? Pastor anatakaje? Pastor anaitisha pesa yetu. Maana wanatumia nini? Akili. Lakini ukiwa chini ya mamlaka ya roho wa Bwana, unasema ndio mchungaji, tunataka tujenge. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Mlevi ana pesa na akai kama hana pesa. Anatembea kama mtu wako na pesa. Kwanza anaingia kwa klabu na anaenda kuongojea yule atanunulia au pombe. Ana pesa saa hizo na amekaa na ametulia. Maana anajua kuna mtu atakuja mlevi kama yeye na atasema kunywa. Hallelujah.
Majira ni haya. Majira ni haya. Ukitaka uinuliwe na huyu roho, lazima ujue kukunywa. Kunywa mvinyo. Mvinyo wa roho. Kunywa mvinyo. Lewa na mvinyo wa roho. Hallelujah. Hey, shatapoya. Hey. Lewa na mvinyo wa roho. Hallelujah. Hatuna walevi kwenye nyumba ya Bwana. Ndio lazima mhubiriwe kutoa. Maana kama ungekuwa mlevi, hautahubiriwa kutoa. Mara moja unatoa. Maana hiyo ni sehemu yako. Hallelujah. Nimegundua mlevi hata akilewa anguke kwenye mtaro, hakuna jambazi atamvamia. Maana jambazi huwa anajua huyu mjamaa amemaliza pesa zake zote kwenye kilabu. Yaani ukiwa mlevi wa roho, hakuna mapepo yatakuvamia. Hayana ruhusa. Hayana ruhusa. Yanakuja kutafuta nini? Maana you are under an influence of another power, of another authority. Hawatakupata. Ninaongea na watu. Hallelujah. Kunaenda kuwa na mvinyo. Mvinyo. Hii mvinyo wa majira ya mwisho lazima ujiandae uikunjwe. Unajua, nashukuru Bwana niko kwa kanisa ya Anglican Pentecostal. Kwa hivyo sina stress. Sina shida nikiongea hii. Ningekuwa kwa Anglican original, hallelujah, singeongea hivi. Anglican original singeongea hivyo. Ningekuwa very careful. Lakini niko kwa Anglican Pentecostal. Hallelujah. Anglican wanaochapa ndimi. Anglican waliojazwa na roho. Anglican wanaonena kwa lugha mpya. Anglican wanaokubali ya kwamba kuna nguvu ya uponyaji, kuna nguvu ya ukombozi. Anglican iliyochanuka ndani ya roho. Oh, hallelujah. Ndio maana Jehova anaenda kuwainua. Jehova anaenda kuwainua. Jehova anaenda kuwatumia. Ninaona watu mahali hapa, mtakuwa na nguvu, mtakuwa na uwepo wa Bwana, mtasimama. Ukiona mapepo, haleluya, utaambia mapepo ya kwamba una ruhusa, lazima uondoke. Hautaongea kama wana wa Skeva ya kwamba Paulo ninajua, Yesu nina hapana. Utasimama kwa uweza wa roho. Utasimama kwa nguvu ya roho. Utacharaza maroho. Utatafuta wagonjwa uweze kuwaombea, maana umejazwa na roho. Umejazwa na nguvu mpya. Unatembea ndani ya roho. Oh, hallelujah. Unaogelea ndani ya roho. Hezekia akapelekwa, akaonyeshwa nyumba ya Bwana, hekalu, na akaonyeshwa vile maji inaingia kutoka kwa madhabahu. Inaingia katika wapi? Hiyo mguu ya chini. Inakuja mpaka kwenye magoti. Inakuja mpaka kwenye kiuno. Inakuja mpaka hapa, mpaka anaona maji imefika mahali pa kuogelea. Tunastahili tuanze kuogelea roho. Usiniangalie hivyo. Lazima hiyo roho iende, roho ingine iingie. Ile roho inayekubaliana na Mungu lazima iingie. Haleluya. Wakati nilipokuwa mlevi wa kawaida, nakwambia, kudanzia Mungu haikuwa shida. Leo hii watu ukiambia watu wa dansi bado wanakuangalia. Hata kupiga makofi ni shida. Ni kwa sababu they are too sober. They are just too sober. Hawako chini ya uweza wa mvinyo. Natamani mvinyo zaidi majira haya. Natamani nilewe zaidi.
au nielewi? Hey! Yesu anatafuta walevi. Haleluya. Maana kuna majira yanabadilika. Naye Mariamu ndiye aligundua kwamba ile mvinyo ile ingine imeisha. Ile mvinyo wa kawaida majira yake imeisha. Na akamwendea Yesu na akasema, mvinyo ile imeisha. Tunataka mvinyo, the divine mvinyo. Tunataka ile mvinyo inayotokana na Roho wa Bwana. Kwa hivyo hiyo ndio mvinyo tunahitaji, maana majira yanabadilika. Haleluya. Kama haujajazwa na Roho, tamani ujazwe na Roho. Tamani uongee kwa ndimi. Niliwapatia ushuhuda vile tulikutana na wezi. Kuongea kwa ndimi iliniokoa na kunikomboa. Leo hii singekuwa Seattle. Niliona wezi na nikaona mwizi na nikaambia tarabosi tataboya reketata, na anatetemeka, ananiguza, anatetemeka. Maana sijui ni drama, ni video, sielewi ni nini kinachoendelea katika nyanja ya rohoni. Sijui nini wanachoona, mimi sioni, lakini hao wanaona. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wawili walitoweka na wakakimbia wakaenda. Siku moja tulikuwa tunaenda Mission Tala. Tukaingia kwa matatu. Tulipoingia kwa matatu, Roho wa Bwana akaniambia ubiri. Nikaambia Roho wa Bwana, sijawahi kuhubiri kwenye gari. Nitaanza kuhubiri aje? Nasikia ubiri. Nikasikia msukumo ni kali. Nikasikia nikisema, enyi watu wa Mungu, mnipatie masikio yenu. Na nikaanza. Na nikajikuta nimepata madhabahu. Na yule dada aliyeketi karibu na driver, tulikuwa pamoja naye. Driver anamwambia huyo. Na akiambiwa hivyo yeye naye anaingia rabo satatabu. Rika tatabu. Tumekamata gari. Tunahubiria watu. Haleluya. Nilihubiri. Tulipomaliza kuhubiri, tukaanza kuimba. Hakuna mtu alituambia nyamaza, hawakutuambia tunapiga kelele, maana tulikuwa ndani ya mvinyo. Wakati uko ndani ya mvinyo, Jehova anakutetea, Jehova anakupigania. Haleluya. Wakati unapotenda jambo na mvinyo. Unajua hapa Amerika nasikia huwezi kuhubiria mtu ovyo ovyo ati utashikwa. Ukiwa chini ya mvinyo, na kuambia watalia vile yule alilia. Wataanza kulia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji hii mvinyo ya mwisho. Tunahitaji ukuu wa Roho wa Bwana. Tunahitaji uwezo wa Roho wa Bwana. Haleluya. Maana majira yanabadilika. Haleluya. Mary akamwambia Yesu, ile mvinyo ya hawa watu, ile mvinyo imetengenezwa na mwanadamu, imeisha. Kwa hivyo tunahitaji mvinyo. Yaani kuna mvinyo yenye hata ukikunywa hautalewa. Yaani umeizoea. Haulewi, ni kawaida tu, ni kama maji. Halo. Haulewi, hujui kuna pombe ingine watu hawalewangi. Na kuna ile kali unakunywa tot kidogo hivi na unaanza kusikia double. Haleluya. Na unaanza kuongea peke yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na mtu. Ninatamani tuingie mahali ya kuona double. Double. Haleluya. Hautaki kujua. Wewe ni mtoto wa Mungu, hautaki kujua. Haleluya. Unahubiri injili bila kutaka kujua. Unaimba ukiwa barabarani bila kutaka kujua. Unaimba ukiwa jikoni mama bila kutaka kujua. Haleluya. Haujachanganyikiwa kichwa. You are under the influence. Am I talking to us? Tunaelewana?
Tunaelewana? Ninaelewa mvinyo ya roho ni nini. Nilielewa ile mvinyo ingine Yesu akaniingiza katika ufalme, akanionjesha hii mvinyo ingine. Ninajua kulewa kwa mvinyo ni nini. Yaani ni vile tu pombe, hata ukisimama ukianza kutembea. Sumewahi kuwaona hapa wameanguka wakijaribu kuinuka hawawezi, wanarudi pap. Haleluya. Na Yesu akamwambia, mwanamke, majira yangu, wakati wangu haujafika. Lakini hiyo haikujalisha. When you put a demand to what is of God, God will give it to you. Amen. Maria akageukia. Hakujibu Yesu, akageukia wale waliokuwa wanafanya kazi hapo, wana the brewers. Akawaambia kile atakachowaambia mfanye tu. Unajua shida ya kanisa, we know too much more than God. And we want to reason too much more than God. Yaani Mungu anasema fanya hivi, wewe bado God. Hii ni yako ama ni ya shetani? Kama ni sauti ya Mungu ifanye. You will see the result. Akasema fanyeni vile atakavyowaambia. Haleluya. Na kukawa na mitungi pale. Na hizo mitungi, pombe ilikuwa ya kawaida, ilikuwa hebu weka aerial shika sasa hiyo. Kuna mitungi hapa, pombe ile ya kawaida ilikuanga imeisha. Hapa kuna mitungi hapa. Amen. Ile mitungi ya pombe ya Anglican ilishanga. Haiko hapa, haiko. Unanielewa? Ile pombe ya Kianglikana iliishanga. Mitungi imebaki bure. Kwa hivyo anaambia wanafunzi hao, watu walikuwa wanatengeneza pombe, mvinyo, ya kwamba msikie vile atawaambia. Na wakachukua mitungi wakaosha, wakaiandaa, wakaijaza maji. Haleluya. Wakaijaza maji, lakini waliiosha. Ndio maana kuna neno la Mungu imeandaliwa majira hii, maji ikakuoshe. Maji ya neno inakuosha, maana unaandaliwa uweze kujazwa na hiyo mvinyo ingine iliyo kali zaidi ya mvinyo uliyejua. Haujapata? Mumepata? Haleluya. Hata kama kuna hiyo mvinyo ingine, lakini kuna ingine inaenda kuongezewa. Maana lazima tufurike na hiyo mvinyo ingine. Haleluya. Naye Yesu akasema sasa mujaze mitungi na maji. Mjaze mitungi na maji. Ni neno, maji ni roho. Divai ni roho. Upepo ni roho. Haleluya. Walipojaza mitungi, wakachukua sasa pombe iliyotengezwa na Yesu, wakapelekea wale walio katika karamu, wakaanza kuikunywa. Wakauliza, na hii pombe tamu, kwa nini muliweka mpaka wakati wa mwisho? Kuna kitu kinachoenda kutendeka tamu kuliko kile ulichojua, tamu kuliko kile umewahi kuonja, tamu kuliko kile umedhania. Kuna kitu kipya Bwana anaenda kuachilia. Sema amina. Natamani hii mvinyo ingine, naitamani katika jina la Yesu. Natamani nilewe na hii mvinyo. Natamani nijazwe na hii mvinyo. Natamani nifurike na hii mvinyo. Natamani nitembee chini ya influence ya hii mvinyo. Sema amina. Maana majira yanabadilika.
Hii mvinyo ndio itakuinua. Hii mvinyo ndio itaweza kukupigania. Hii mvinyo ndio itaamurisha vile vitu unahitaji katika maisha yako. Wakati wanafunzi wa Yesu walienda kwa chumba cha juu na wakatembelewa na nguvu za Roho Mtakatifu, maisha yao haikubaki vile ilivyokuwa. Peter aliyekuwa muoga akapokea ujasiri mara moja. Akaanza kuhubiria umati. Wakaanza kuona mkono wa Bwana. Wakaanza kumeka mkate na kuomba pamoja na kushiriki pamoja. Biblia inasema kwamba ishara na miujiza ilikuwa inatendeka kati yao kila siku, na walikuwa wanaongezeka kila siku. Haleluya. Hii mvinyo haina mchezo. Inaamrisha vitu na inatenda. Inaleta vitu sawasawa na inatendeka. Kanisa ya Peter ilikuwa na watu walie na mali. Walikuwa wanaleta pesa wanaweka kwenye mguu yake. Hakuna mtu alikuwa wanahubiriwa kutoa, walikuwa wanatoa. Wanauza mashamba, wanauza kila kitu, wanaleta pesa ishughulikie kazi ya Mungu. Haleluya. Hiyo mvinyo ilisaidia. Naye revival inapokuja, usipojiandaa, inakuja na judgment na inakuja na lifting. Maana Anania na Safira wakadhani hali iko hivyo tu, ni mvinyo ile ingine, ni mvinyo wa kale. Wakaja tu wakidhani kawaida, kudanganya ni kawaida, kusema uongo ni kawaida. Wakaambiwa hii mvinyo haitaji uongo, mambo yamebadilika. Hey. Na akaambiwa, kwa nini unadanganya Roho Mtakatifu? Na ndio huyo chini. Na akabebwa. Walikuwa anafanya kazi mara moja. Imagine ameanguka kwenye hekalu, ameshabebwa, sijui kaburi ilichimbwa saa ngapi, wameshaenda, wameshamzika. Bibi ndio huyo anakuja with the same word. Ndio huyo anaambiwa ile wale waliozika bwana yako ndio hawa tu, ndio huyo tap mara moja akawa amebebwa, anaenda kuzikwa. Wakati unaenda kubadilika. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu anarudi. Lakini kabla hajarudi, lazima kanisa idhirishe utukufu wake Yesu. Lazima nguvu zake Yesu zionekane. Lazima matendo yake Yesu yaonekane. Kanisa la kwanza ilidhirisha matendo yake Yesu. I look forward to be like, anaitwa nani? Philip. Hallelujah. Anaingia kwa ndege, supernatural ndege, ameingia Samaria. Alipi nauli. Those things are real. Bwana Yesu asifiwe. How many are saying, I want the Holy Spirit? I want more of the person of the Holy Ghost. I am tired of what I am experiencing in the labor of the flesh. I want to experience the power of the Holy Ghost. I want to move in the power of the Holy Ghost. I want to experience what the Holy Spirit can do in my life, what the Holy Spirit can do through my life. There is so much struggle because people are still operating in the flesh. Can we rise up and lift up our hands in the presence of Jehovah? I need this Holy Spirit. I need the person of the Holy Ghost. Oh, I need him. When after they were filled, it was not enough. They were yet filled again. Because the filling of the Holy Ghost is not a one-time thing. We need to be filled time after another. Lift up your hands. Tell the Holy Spirit. Tell the Holy Spirit to fill you again. Tell the Holy Spirit you need him. Tell the Holy Spirit you need him. Just lift up your hands and tell him, here I am. Here I am, Holy Spirit of God. Here I am, Holy Spirit of God.
Oh, Riatababayanda. Lift up your hands and just need him. When the Holy Spirit takes over in the house of Jehovah, miracles will be like popcorns. We are not going to look for miracles. We are not going to fake any miracle. We are not going to do what the church is doing today. God has not called us to substitute our faith in the word of God with things. Time is up when they will sell to you water. Time is up when they will sell to you oil. Time is up when they will lie to you. Time is up for fake prophets. Time is up. Lift up your hands. Open your mouth and just begin to talk to him. Just tell him, I desire. I desire Holy Spirit. I desire you, Holy Spirit. I desire you, Holy Spirit of God. Holy Spirit of God, come take control. Holy Spirit of God, take over, Lord. Take over, Lord. We need you. We need you. Holy Spirit of the living God. We cannot do without you. Without you, we are flesh. The flesh profited nothing, but the Spirit gives life. Nyama na damu haifaidi, lakini roho inapeana maisha. Tunamhitaji roho Bwana. Tunahitaji uwezo wa roho. Tunahitaji nguvu zake roho. Tunahitaji mamlaka ya roho. Tunahitaji uzima wa roho. Tunahitaji utendaji kazi wa roho. Inua mikono mbele ya Baba. Oh, tamani huyu roho. Tamani huyu roho. Tamani huyu roho. Oh, lift up your hands and just tell him, I need you. I need you, Holy Spirit. I need you in this hour. I need your power. I need your power, Holy Ghost. I need your power. I need your strength. I need your touch once more, Holy Spirit of God. Touch me once more. Touch me, Holy Spirit. Fill me once more. Fill me, Holy Spirit. Oh, lift up your hands and tell him to fill you. Tell him to fill you. Tell him to fill you. Desire after him. Desire more of him. David was a man who was thirsty for the Lord. He was thirsty for more of the Lord. Oh, Santa Boya. Oh, Salama. Oh, Salama. We need you. We need you, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Spirit. Take over in our life. Holy Spirit. Take over in our hearts. Holy Spirit of God. We cannot do without you. We cannot live without you. We need your power. You need your wisdom. We need your strength. We need your divine ability. Holy Spirit, Holy Spirit. I need you. Oh, Riataba Boyanda. I need you, Lord. I need you. Just tell him I need you. I need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. I need your touch. You are not filled by the Spirit of God. Just come forward by faith. And if you are filled and you need to be filled again and again, just come forward by faith. We are going to pray. We are going to believe God together that the Spirit of God may take over in your life. The power of God may fall upon your life. The ability of Jehovah may take over in your life. Just come forward that we pray together. John Benle, napotaka ujazwe, ni wakati wa kujazwa.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, tunakuhitaji Roho. Tunakuhitaji Roho. Tunakuhitaji Roho. Tunakuhitaji Roho. Tunahitaji uwezo wako. Tunahitaji nguvu zako. Tunahitaji tujazwe. Tunahitaji tutembelewe Roho. Tunakuhitaji Roho Bwana. Tunakuita Roho Bwana. Oh, tunakuhitaji. Tunakuhitaji Roho. Oh, riatame Bwana. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Shalom. Oh, we need you. We need your power. We need your ability, Lord. We need you, sweet Spirit of God. Oh, riatamo boyanda. Oh, shalalalamo. Oh, riatamo boyanda. Oh, riatiamo Messiah. Oh, salalalamoya. Oh, siatamo boya. Come forward, come forward. If you need this man, Holy Spirit, without him you can do nothing. Bible says it's the power of God. He is our helper. He is our teacher. He is our guide. The Spirit of God. He is your helper. He is your teacher. He is your guide. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, take over tonight. Take over, take over, take over, take over, take over, take over. Sweet Spirit of God, sweet Spirit of God, Sataboya, surrender to Him, surrender to Him, surrender to Him, surrender to the person of the Holy Ghost. Let us return to Him by surrendering to Him, by seeking Him, by going back to the first love. Surrender to Him. Surrender. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, lift up your hands. Oh, when it takes over, healing will come in your life. When it takes over, deliverance will come in your life. When it takes over, He will bind your wounds. When it takes over, He will solve your problem. When it takes over, He will bring down whatever is against you. When it takes over, no yoke of the devil shall be upon your life. When it takes over, every yoke of the enemy shall be broken. When it takes over, every other power shall be defeated. When the Holy Ghost takes over, when the Holy Ghost takes over. Oh, Santa Boya. Oh, when it takes over, every yoke must be broken. When it takes over, every yoke must fall. When it takes over, every burden must be lifted off your shoulder. When it takes over, oh, Santa Boya. Oh, we need you, Lord. Oh, lift up your hands. Allow Him to take over. Surrender to Him tonight. Surrender your life to Him. Allow Him to take over. Allow Him to break every yoke of the enemy in your life. Allow Him to break every yoke that has bound your life. Allow Him to lift up every burden that has been upon your shoulder. Oh, karibu Roho, karibu, karibu Roho, karibu, karibu Roho, karibu.
Inua tu mikono mbele ya Bwana. Sijui unashaukia nini. Mimi namtamani huyu Roho, maana bila yeye siwezi. Yesu akasema kwamba ninaenenda kwa Baba na nitatuma msaidizi, yule atakayewasaidia, atakayewawezesha kutenda yale hamwezi, yule atakayewaongoza, yule atakayewapigania, yule atakayeamurisha yale mnayotaka katika maisha yenu. Ni Roho wa Bwana, ni Roho Mtakatifu. Kama kuna mtu kanisa inahitaji, ni Roho wa Bwana. Kama kuna mtu tunatamani tuweze kumuona tena katika nyumba ya Bwana na katika kazi ya Bwana, ni Roho wa Bwana. Biblia inasema kwamba sio kwa uweza wala kwa nguvu ya Roho, kwa nguvu ya mwanadamu, ila ni kwa uweza wa Roho. Ila ni kwa nguvu ya Roho. Roho wa Bwana ndio mafuta ya Mungu.
Roho wa Bwana ndio anayevunja nira. Yeye ndio anayeondoa mizigo, yale mambo yaliyotulemea. Yesu anasema, njooni kwangu mlemao naye msumbukao, mliebeba mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Chukua nira yangu. Nira ni roho. Yeye ni mwepesi, yeye ni msaidizi, yeye hana uzito wowote. Yeye ndio anaondoa uzito, yeye ndio anaondoa mizigo unayebeba, yale mambo umelemewa nazo, yale mambo yanayekusumbua, yale mambo yanayegandamiza mawazo yako, yale mambo yanayekuzuia amani siku baada ya nyingine. Ni huyu Roho, 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 ni huyu Roho. Yes, ni huyu Roho. Yes, naomba akutembelee, naomba akutembelee leo. That I overflow, I wanna run over, I wanna run over. That I overflow, I wanna run over, I wanna run Shut up, boy. till I wanna run over, I wanna run over. Yaondoke katika jina la Yesu. Yale magonjwa yamekuangaisha, yes, katika jina la Yesu. Nahisi Roho Bwana ananiambia kuna magonjwa yanakuangaisha. Yes, toka. Yes, toeka. Yes, toeka katika jina la Yesu. Naachilia uponyaji, yes, kutoka kwa kichwa hadi kwa nyayo ya miguu yako. Yes, sukari haina nafasi katika maisha yako. Yes, pona. Yes, pona. Inua tu mikono, ambia Baba asante. Shatapoya. Kuna mambo nasikia imekulemea katika maisha. Bwana anasema heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu astahili. Unaweza ona mambo ni sawa, lakini adui anaweza nini katika ulimwengu wa roho. Tunainuka, twainua mikono, katika jina la Yesu. Bwana akuonekanie, Bwana akupiganie katika jina la Yesu.
Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu, tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Haleluya. Pokea tu uwezo wa Roho. Yes. Pokea tu uwezo wa Roho. Yes. Pokea uwezo wa Roho. Pumua tu ndani. Yes. Roho wa Bwana. Yes, Roho wa Bwana. Yes, Roho wa Bwana. Mjaze tena, mguze tena. Kadosh, Kadosh, you are mighty on your throne. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, you are mighty on your Amen. Tuinue tu mikono tumalizie. Haleluya. Ambia tu Bwana asante. Ambia Jehova asante. Ambia Bwana asante. Na isi kesho tutakuwa hapa kwenye ibada. Oh, shataraboyanda. Na isi kuna mambo yatatendeka. Haleluya. Bwana anaandaa moyo wangu kwa sababu ya kesho. Haleluya. 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 Yehova, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Pokea sifa, pokea heshima Jehova. Uhimidiwe, uabudiwe. Roho wa Bwana tamalaki, Roho wa Bwana tawala. Roho wa Bwana chukua ushukani. Roho wa Bwana tenda Roho. Tenda Roho, tenda Roho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Taka niite mchungaji aweze achukue atutamatishie katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tumeona mkono wa Bwana ukifanya kazi, na hiyo ni kianzo. Tunatarajia kesho itakuwa zaidi ya hapo. Kwa hivyo kuja kesho ukiwa tayari, uwezo wa Roho Mtakatifu akutembelee na akubadilishe. Kila kinatakikana katika roho zetu ni kuamua kufuata Yesu. Kuongea ameongea, lakini amekuachiana nafasi wewe ukubali uwepo wake uingie ndani ya maisha yako na ili kubadilisha. Otherwise, we thank you so much, our dear sister. Thank you for allowing the Spirit of God to use you, and thank you very much for choosing to come. We appreciate your presence so much. Now we are going to stand and give the offering, and I think I will ask our brother there to lead us with a song. Now, I think we haven't sung the song Ameniweka Huru.
And I think that is the motto of St. Mark's. So let us all stand up and ask our brother to read us with Ameniweka Huru. Now, if you came with an offering, that would be a good time for you to give it out. Ameniweka Huru. The praise team, you can come in front. The praise team.
Pastor Jennifer to come and wind up our session. And then we shall wait to be directed on how to take our dinner and our tea. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndero geithanie mwathani arogocwo. Majina yangu ni Pastor Jennifer, nampenda Yesu. Bwana asifiwe. Na nyenyekea chini ya miguu yake, nikasema liwe liwalo, nitakaa ndani yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninyona ati kwihugithia ndiyugithagia. Mwathani arogocwo. But I love my God. Haleluya. Mimi nasikia vizuri sana kwa sababu nimeona mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Nilikuwa nyumbani miezi mitatu bila kazi. Haleluya. Lakini sijawahi siku moja kukosa kuja kwa kanisa. Sasa vile tulianza hii crusade nikaitiwa kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Diposa nimechelewa sababu nilikuwa kazi, nilikuwa mbele ya takwira. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nikamwambia Bwana, kwa sababu Bwana, siku ile nilikuja kwa hii kanisa nikakuwa nikihudumu huku, nimeona mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimebarikiwa na gari kutoka siku ile nilikuja huku. Haleluya. Nimebarikiwa na shamba. Bwana asifiwe. Nimeona mkono wa Mungu. Haleluya. Ndreiga Ngai oyo tugutwarana nake, kana ngoma ende kana dede, we are going together. Haleluya. Bwana asifiwe. Ejue ni mureketie guciria ndungata ya Ngai ekwendaga tuonjarie. Mwathani arogocwo na ni ndakena muno. Bwana asifiwe. Haleluya. Okorwo ndũrĩ ngari wanjie gũthomaga gũkũ na nĩ ũkũgĩa ngari. Okorwo nĩ ũikarĩte ũhang'ĩte ũtarĩ na mũthuri, woka gũkũ na okorwo ndekuoneka gũkũ nĩ tũkũmuona handũ. Okorwo nĩ ũrenda mũtumia, ona convention ĩno nĩ ĩraheithirie andũ visas arĩa tũĩ nĩ more than 20. Koguo he Ngai ũratwarana na ithuĩ. Koguo angĩkorwo wĩ handũ ũracirek, ũka gũkũ ũcemanie na Mwathani, Ngai agũcenjerie mũtũrĩre. Na tũgũcenjerio mũtũrĩre wa maũndũ ma gũkũ thĩ, nĩ ũtwarane na Ngai tũgathiĩ matu-inĩ. Tondũ ngari tũgacitiga gũkũ thĩ, atumia tũkamatiga gũkũ thĩ, athuri tũkamatiga gũkũ thĩ, ngumo ya marĩtwa marĩa tũgĩte nĩ cia gũkũ thĩ. Gũtirĩ kũndũ gũtongu ta kũrĩa itonga ithikagwo tũburi-inĩ. No ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ arĩa megwĩtĩkĩra wĩra mwega wambĩrĩrio thĩinĩ wa ngoro ciao nĩ Roho Mũtheru na matwarane nake, nĩ metereire gũgatũra tene na tene hamwe na Ngai. Ndĩna another good news, nĩ kũrĩ na gĩa kũrĩa na nĩ kũrĩ na gĩa kũnyua. Koguo please wĩtĩkĩre kwaga kũinũka, tondũ kwĩna irio ithondeketwo nĩ tondũ waku. Na rũciũ nĩ kĩnyanzo kĩrĩa mũkũrĩa ũmũthĩ, ũgoka ũnyuĩte thabuni ũrĩa ũngĩhota gũgũthambia nda, tondũ rũciũ nĩguo tũkarĩa gũkĩra ũmũthĩ. Kĩi tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũhoe. Hutia leg Ngai wakwa, hutia rege ndahoya, hutia rege Baba, hutia rege jihoria rege ndaroho jihoria rege ndahoya jihoria rege Baba jihoria rege dadima dadima rege Ngai wakwa
ndongoria ndongoria rege Ngai wakwa ndongoria rege ndahoya ndongoria rege Baba turagucokeria ngatho tondu ni twagwetereire mwathani kuma Jumatano na ni tukuonete hindi ria yothe tukite giikaro giki mwathani ni tuiguite ugitwariria ona ciama ni uringiire andu amwe mwathani miturire yao ikagaruruka ithe witu wa iguru ni tukenete tondu ni tuonete roho waku mutheru akiruta wira gatagati-ini gaitu ni twagucokeria ngatho ni ndungata iria irugamite haha mbere yaku mwathani igatutungatira na kiugo giaku Jehova ni twagoca na twanenehia ritwa riaku ni turagucokeria ngatho ni tondu wa mucemanio uria Apostle Kimani akoretwo naguo ni tuiguite na ni tuonete mwathani Ngai ni ureka maundu manene kuo Jehova thii na mbere mwathani ona rucio ni ugeka manene kuo gukira maria wikite mbere ni ugatwara andu kuo mwathani ithe witu wa iguru nigetha magacamanie nawe na magakumenye ningiona ithuĩ mwathani Ngai nĩ tũkenete tondũ no ũkoretwo na ithuĩ onaguo mũcemanio witũ wa rũciũ nĩ twakũhoya arĩa ũthurĩte magoka mũcemanio-inĩ wa gĩikaro gĩkĩ Jehova ũkamagithia thayũ kwaga gũikara mũciĩ nĩgetha magoka nĩgetha warie na ngoro ciao na kĩrĩa kĩnene mwathani ithe witũ wa igũrũ tutirenda gukaga nigetha tucamanie na mundu ng'ania ti Bishop Margaret Wangari twetereire rucio no twetereire we mwathani ugoka utucerere ugoka utugarurire miturire ugoka utwambararie mwathani na no tukoima haha tukiugaga ni tukuonete na ni tucamanitie nawe ithe witũ wa igũrũ nĩ thengiũ nĩ tondũ wa indo iria andũ aku maheana orocirathimo na orociamũra nĩgetha ituĩke cia kũruta wĩra waku mwega arĩa maruta marathime arĩa matanahota kuona gĩa kũheana ũmũthĩ thiĩ na mbere ũkĩmaririkanaga thengiũ Jehova nĩ tondũ wa arĩa ũhingũrĩire mĩrango makona wĩra ta Jennifer arĩa me gĩikaro gĩkĩ matarĩ mawĩra mwathani twamathĩrĩria atĩ kiumia gĩkĩ gĩgũka Jehova thutha wa kũrĩkĩrĩria convention gũkagĩa thimũ ikameta mwathani ũkamahingũrĩra mĩrango matige gũthiĩ na mbere na gũikara mũciĩ no makorwo na mawĩra marĩrutaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na rĩu ithe witũ wa igũrũ twetiganĩria moko-inĩ maku tũgĩthiĩ kũrĩa kĩrĩa tũkũrĩa na kũnyua kĩrĩa tũkũnyua mwathani twahoya ũcirathime nĩgetha ituĩke cia gũteithia mĩĩrĩ itũ twagũcokeria ngatho nĩ arĩa maciheanĩte twagũcokeria ngatho nĩ arĩa maciharĩirie Jehova Ngai tũrathimĩre nĩgetha ituĩke cia gũteithia mĩĩrĩ itũ tũhote gũgũtungatĩra rĩu tũkĩrĩa icio mwathani twahoya tũtigatigithĩrie kũrĩa cia Roho Mũtheru nĩgetha tũthiĩ tũkĩgĩaga na hinya wa kĩroho nĩgetha rĩrĩa karumbeta gakahuhwo tũgakorwo twagĩrĩire agũgatonya ũthamaki-inĩ waku na rĩu ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ meciria na ũũgĩ wa mũndũ ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete onake mũrũwe ũrĩa wokire nĩgetha amũkuĩre Jesu Kristo ningĩ kĩrathimo kĩrĩa kiumaga kũrĩ Ngai we mwene na kĩrĩa kĩheanagwo nĩ mwathani witũ Jesu Kristo ona kĩrĩa gĩũkaga kũrĩ ithuĩ na ũndũ wa Roho Mũtheru kĩrotuĩka igai rĩanyu aromũrathima aromũtongoragia aromũiyũragĩrĩria na wega wake arorwaga mbara cianyu mũtũũre mũrĩ ahotani na mũngĩkahĩtũkĩra magerio-inĩ mahana mũiyũro wa maĩ arore standard ĩkĩrĩte mũiyũro ũcio mũngĩgathinĩkanio nĩ thũ cianyu icua-inĩ rĩa mwaki aronekanaga mathĩna-inĩ na mabataro-inĩ manyu mothe na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru amen amen God bless you mũrango ũyũ twambĩrĩre ageni arĩa mekuo na atungatĩri arĩa mekuo please tũgere mũrango ũyũ mũgeni wothe wĩ gĩikaro gĩkĩ atungatĩri wothe leaders evangelists Reverend Andrew Gituda, in conjunction with St. Mark's Anglican Church, Seattle, Washington, USA, invites you to an annual interdenominational conference 2024, starting from the 24th of July to 29th of July 2024. This conference will be held at 31218 Pacific Highway South, Federal Way, Washington, 98003.
The guest minister will be Bishop Dr. Margaret Wangari from ACF Church all the way from Banana, Kenya, and Speaker Reverend Dr. Mwangi from Arizona, and not forgetting Reverend Ann Kamau of Family Hope Church, Kenya. The order of the service during the conference is as follows. On Wednesday, the 24th of July, conference will start from 4 p.m. to 9 p.m. On Thursday, the 25th of July, conference will start from 4 p.m. to 9 p.m. On Friday, there will be a revival meeting starting from 4 p.m. all the way to 9 p.m. and thereafter to a worship experience starting from 9 p.m. to midnight. On Saturday, there shall be a leadership seminar from 11 a.m. to 2 p.m. and later to revival meetings starting from 3 p.m. all the way to 9 p.m. On Sunday, main service will kick off from 11 a.m. all the way to 2:30 p.m. and thereafter to a revival meeting from 5 p.m. all the way to 8 p.m. Gospel music ministers led by St. Mark's Praise Team, Teresa Eric the Worshipper, Sherry Polly, Susan Saidimu, Rahab, and Jane Leah will grace the occasion. The theme of this conference is derived from the book of Lamentations chapter 3 and verse 40, which says, "Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord." We invite you all to come and experience the goodness of God like never before. There shall be healing and restoration, redemption and deliverance from the yoke of our adversary, and your life will never be the same again. We have enough tents and therefore seating arrangements are well catered for. All are welcome. This information is brought to you by Pacific Waves Television USA. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific Waves. Hallelujah.
nitakuhimidi na kuimbia kwa shukrani. Nimeokoka, ona dhambi zangu, huyo Mwokozi wangu. Haleluya, nimeokoka, ona dhambi zangu, siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka, ona dhambi zangu, haleluya, nimeokoka,